Mheshimiwa Deputy President, hasla wetu, Chief Hasla na viongozi wengine wote, wanaboda na wananyamira. Kuyamore. Bwana asifiwe. Murega. Amna. Naona nyinyi ni Wakikuyu halisi kabisa. Mheshimiwa Deputy Rais, mimi utaniruhusu nianze na kwanza kusema maneno ya mjumbe wa hapa, rafiki yangu Gemose Kabrika. Amka kidogo niwape story yako. Ya kwanza, mlichagua jamaa wakufu sana. Nataka niwaambie kule bunge, hata kukaa tu hapo, nataka kuwaeleza wakikuona hapo tu kwenye huko. Kule bunge mlisikia maneno ilikuwa ya watu kutolewa kamiti. Unatolewa hii kamiti ya budget ya barabara, na wale watu ambao ni wafuasi wa Hasla tukapelekwa kamiti ya kupika kule bunge, ile inaangalia maneno ya kupika. Na tuko na huyu mheshimiwa, na tuko mpaka na Osoro, na tuko na mheshimiwa Rigathi Gachagua. Lakini mkiangalia mjumbe wenu, hata kama anapika yeye mwenyewe hakuli, wewe unaweza kaa chini. Mwambie sasa amekuwa mbunge. Tukipika sausage pale bunge, hata akikula 3, mimi nitampea ya 4. Kwa kweli kweli atosane na mimi anatoa utabi kama hii yangu. Ya pili ningetaka niseme, nyinyi wa Kisii, Wanyamira, nyinyi ni watu wazuri, lakini sio watu wazuri sana. Kwa sababu huyu rafiki yako anaitwa Osoro, tulipatana na yeye kule bunge tukiwa vijana. Na mimi sikuwa nimeoa, yeye hakuwa ameoa. Osoro tukachora na yeye maneno ya kuunganisha Kenya. Nimpeleke Murang'a, ajifanye anaangalia mirandi, apate bibi. Yeye nikampeleka kule na akafanikiwa, akapata Wajiro. Na mimi akaniambia ati nitakuja hapa Nyamira anitembeza kwa vijiji. Lakini sasa nyinyi wase wa boda, tutasaidiana aje na nyinyi sasa leo? Wewe Osoro, deni yako lazima ulipe. Siwezi kaa nikiwa pacha na juu yako. Lazima unitembeze nifanikiwe hapa Kisii, hapa Nyamira. Na leo hatuongei mengi. Ya kwanza, mimi last week nilikuwa nimejipanga na nikapiga hata suti yangu pasi. Ati tunakuja hapa kufanya harambee. Watu wengine wa kiburi wakakuja ati wanarushia vijana wa bodaboda tear gas. Na hiyo ndio walifanya pia pale Keno siku ya Sunday. Na wakasema ati Dedenyoro asikwe. Sasa hata vile nimekuja na Hasla pale nikiwa kwa ndege, nikaona polisi akiwa amejihami na bunduki, karibu nirudi pale kwa ndege nikae kwa injini. Lakini nataka kuwaambia, sisi kama mahasla tulizaliwa kwa shida. Sisi kama mahasla tumekaa maisha gumu ya kupanda milima na kuteremka. Na nataka niwaeleze, nilisikia wakisema ati Dedenyoro aende andike statement. Nataka kuwaambia, mimi niko hapa Nyamira, wewe Matiang'i, kama wewe ni mwanaume, kuja unishike nikiwa kwenu. Na hakuna siku hata moja mimi naenda kwa wao polisi. Wao wenyewe walipata chama hapa Kisii, wakapiga watu wa bodaboda. Walikuwa wamepaka kule Kisii, last week wakapaka hapa Nyamira, kupiga watu wa bodaboda. Siku ya Sunday wakapiga watu kule Murang'a. And I want to tell them, mimi kama mtoto ambaye babu yangu alikuwa kasisi, I have read about somebody called Idi Amin Dada. I have read about Mobutu Sese Seko. We have seen many dictators in this world, lakini sijawahi ona dictator hata moja akisema tear gas irushwe katika kanisa ambayo mama wetu na wazazi wetu wako. And I am aware the same people who murdered the 2 young men in Murang'a, the same system, the same deep state,
wamekusanya viongozi wetu ambao tunaheshimu sana wa kule Mount Kenya region, na wakaanza kuambia wapige siasa kwa hiyo maneno. I want to challenge them. Nyinyi lazima mtubu kwa Wakenya wote, na lazima muombe apology kwa kanisa ya nchi ya Kenya, because you tear gas our mothers, you tear gas our fathers wakiomba katika kanisa. I want to challenge them. Badala ya hii sarakasi yote wanafanya na wanapanga, they have to look after the families of the people they killed and murdered in Murang'a. Na tunajua hawezi nunua binadamu, but at least mimi nawaomba kwa unyenyekevu waangalia hiyo familia, at least wawatoe kiadutu, wawanunulie shamba pahali mzuri, hata kama hawawezi rudisha hao uhai. Na waache siasa ya kupiganisha Wakenya, waache maneno ya tear gas. I want to tell them we are not scared of tear gas, and not just tear gas. Next time hata warushe bomb, lakini Hasra Nation haipiduki. Na mwisho mimi nashangaa sana. Kule Nairobi kuna kitu wanaita BBI, na hiyo BBI chapter number 1 and chapter number 2 and chapter number 3 is about prime minister and 2 deputy prime ministers kutafutia wanaume watatu kazi. When they are meeting in these BBI meetings, there is no barua inatakikana either kwa chief ama kwa DCC ama kwa OCS. Mnawezaje mkipanga kazi ya watu watatu hamuitishi barua? Sisi tukipanga kazi ya mahasara, watu wa bodaboda na wanawake wa soko, ati tunaambiwa tulete barua failo mzima, na hiyo barua yenyewe wanaitisha watu wa bodaboda. Ukiendea unaitishwa shilingi 20,000 shillings kupewa hiyo barua. Tunataka kuwaambia Wakenya sio wajinga, na tunataka kuwaambia Wakenya wote we are made equal by our constitution. Mimi kuita mkutano sihitaji ruhusa ya mtu yeyote. I only need to notify them. Nataka kuwaambia watosanisha mahasara, tukiangalia maneno ya kazi ya mahasara, na wao wakiangalia kazi zao tatu za mabwenyenye na za madynasties, hiyo maneno ya barua wawache. Na mimi nashangaa ati wametuita 20th ati tunakuja hapa Kisii kusherehekea Mashujaa Day. Na mimi pia mnikiwa kule Murang'a nasikia kuingia kule Kisii katika hiyo stadium ati lazima wewe uwapiane box namba yenu ni gani, baba yenu alikuwa nani, na kama baba yako hakuwa chief na hakuwa vice president na hakuwa dynasty, ati hatutaingia kule Kisii stadium.